Karibu hapa ni kwa Sauti ya Ufunuo. Leo tunaingia katika muhuri wa 6, na kabla hatujaanza, nataka tufuate Biblia na mafundisho ya William Marion Branham kwa uangalifu, bila kuongeza maana ambayo haikufundishwa. Katika Ufunuo 6:12, Yohana anasema, nikaona alipofungua muhuri wa 6, kukawa na tetemeko kuu la nchi, na jua likawa jeusi kama gunia la manyoya, na mwezi ukawa kama damu. Sasa sikiliza, muhuri wa 6 unaanza na tukio kubwa sana katika asili. Kuna tetemeko kuu la nchi, jua linakuwa jeusi, mwezi unakuwa kama damu, na mstari wa 13 unaendelea kusema yakoba nyota za mbinguni zilianguka duniani kama vile tini zisizotimia zinavyoanguka wakati mtini unapotikiswa na upepo mkali. Kisha mstari wa 14 unasema mbingu zikaondolewa kama ukurasa unavyokunjwa, na milima na visiwa vikahamishwa kutoka mahali pake. Hii si picha ndogo, ni tukio kubwa la hukumu. Katika mahubiri yake ya The Sixth Seal, Branham alisisitiza muhuri huu ni mojawapo ya mihuri yenye mambo mengi sana yanayotokea. William Branham, lakini kuna jambo lingine muhimu sana. Branham hakusimama tu kwa Ufunuo 6. Alienda kwa Mathayo 24 kulinganisha maneno ya Yesu na yale ambayo Yohana aliona katika Ufunuo. Yesu alisema katika Mathayo 24:29 ya kwamba baada ya dhiki hiyo jua litatiwa giza, mwezi hautatoa nuru yake, na nyota zitaanguka kutoka mbinguni. Kisha katika mstari wa 3 tunaona ishara ya mwana wa Adamu. Branham alionyesha uhusiano kati ya maneno hayo ya Yesu na muhuri wa 6 katika Ufunuo 6:12-17. William Branham: kwa hiyo sikimbilie kusema tu ni tetemeko la kawaida. Hapana, tunapaswa kuangalia kile ambacho Biblia yenyewe inasema na kile Branham alifundisha kuhusu tukio hili. Na sasa swali linakuwa, kwa nini Mungu anaruhusu asili yote kutikiswa hivi? Ni nani aliyehusika katika matukio haya kulingana na Branham? Na kwa nini anasema kwa ya muhuri wa 6 una uhusiano na manabii wawili? Hapo ndipo siri kubwa ya muhuri wa 6 inaanza. Katika sehemu inayofuata tutaingia ndani zaidi ya tetemeko, jua kuwa jeusi, mwezi kuwa damu, na nyota kuanguka. Kisha tutaona Branham alifundisha nini kuhusu jambo hili. Mstari wa msingi, Ufunuo 6:12-17, Mathayo 24-29-30. Mahubiri ya Branham, The Sixth Seal. Karibu tena kwa Sauti ya Ufunuo. Katika sehemu ya kwanza tulianza kuona kile kinachotokea wakati muhuri wa 6 unafunguliwa. Sasa tunataka kuingia ndani zaidi. Branham alifundisha ya kwamba muhuri wa 6 ni muhuri wa hukumu, na ndiyo maana matukio tunayoyaona katika Ufunuo 6:12-17 ni makubwa sana. Ufunuo 6:12 unasema, kulikuwa na tetemeko kuu la nchi, na jua likawa jeusi kama gunia la manyoya, na mwezi ukawa kama damu. Angalia mpangilio huu. Kwanza tetemeko kuu, halafu jua linakuwa jeusi, mwezi unakuwa kama damu, na kisha nyota za mbinguni zinaanguka. Haya ndiyo mambo ambayo Yohana anaona wakati muhuri wa 6 unafunguliwa. Lakini Yesu alikuwa tayari amesema jambo linalofanana na hili. Katika Mathayo 24:29, Yesu alisema ya kwamba baada ya dhiki jua litatiwa giza, mwezi hautatoa nuru yake, na nyota zitaanguka kutoka mbinguni. Kisha mstari wa 31 unasema ya kwamba ishara ya mwana wa Adamu itaonekana mbinguni. Branham aliweka pamoja Mathayo 24:29-30 na Ufunuo 6:12-17 ili kuonyesha uhusiano kati ya maneno ya Yesu na muhuri wa 6. Kwa hiyo hatupaswi kuangalia muhuri wa 6 kama tukio lisilohusiana na mafundisho mengine ya Biblia. Maandiko yanaanza kuzungumza pamoja. Na sasa fikiria maneno ya Ufunuo 6:15. Wafalme wa dunia, wakuu matajiri, wakuu wa majeshi, watu wenye nguvu, watu mwana, watu huru, wote wanajificha katika mapango na miamba ya milima. Kwa nini? Kwa sababu wanaogopa uso wa yeye akiti juu ya kiti cha enzi na ghadhabu ya mwana-kondoo. Na mstari wa 12 unasema, kwa maana siku kuu ya ghadhabu yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Hapo ndipo tunaona uzito wa muhuri huu. Si wakati wa kucheza na neno, ni wakati wa hukumu. Lakini bado kuna swali kubwa: ni nani hasa anayehukumiwa katika tukio hili na kwa nini? Na Branham anaunganisha vipi muhuri wa 6 na Israeli, dhiki na huduma ya manabii wawili? Hilo ndilo tutakaloanza kufungua katika part 3. Misingi, Ufunuo 6:12-17. Mathayo 24:29-30. Branham mwenyewe aliita muhuri huu sehemu yenye mambo mangi yanayotokea, na akaelekeza kwenye mistari hiyo ya Ufunuo. Katika sehemu iliyopita tuliona ya kwamba
Muhuri wa sita ni muhuri wa hukumu. Sasa tunafika kwa jambo ambalo ni muhimu sana katika mafundisho ya William Marion Branham. Branham alifundisha katika sehemu hii Mungu anashughulika na Israel. Baada ya kipindi cha mataifa kufikia mwisho wake, ndio maana tunapaswa kuunganisha Ufunuo 6 na Ufunuo 2. Katika Ufunuo wa 11:3 tunaona Mungu akisema, nami nitawapa mashahidi wangu wawili, nao watatoa unabii, na muda wao kutoa unabii ni siku 1260. Katika mafundisho ya Branham, hawa mashahidi wawili wanaunganishwa na Musa na Eliya, kwa sababu huduma zao zinaonekana tena katika manabii hao wawili. Angalia jambo hili. Musa alikuwa na huduma ya kuleta hukumu juu ya Misri. Eliya alikuwa na mamlaka juu ya mvua. Na katika ufunuo hizi, mashahidi hawa wawili wana mamlaka ya kufanya mambo yanayofanana na hayo. Kwa hiyo Branham anaona ya kwamba huduma zao zinawakilishwa tena katika kipindi hiki cha mwisho. Na hapa ndipo muhuri wa sita unapokuwa wa muhimu sana, kwa sababu si tu kuhusu jua kuwa jeusi, mwezi kwa damu na nyota kuanguka. Kuna pia mpango wa Mungu kwa Israeli. Branham alisema kwa ada ya hukumu hii 144,000 waliokombolewa wataonekana katika mpango huo, na aliwafundisha kuwa ni Wayahudi si mataifa. Kwa hiyo tunapoendelea kusoma muhuri wa sita, tusichanganye makundi haya. Bride ni kundi moja, Israeli ni kundi lingine katika mpango wa Mungu. Na katika mafundisho ya Branham, watu 144,000 wanahusika kipindi hiki cha mwisho. Sasa swali linakuwa, hawa manabii wawili watafanya nini hasa? Kwa nini Biblia inasema kwale moto unatoka katika vinywa vyao? Na kwa nini wana mamlaka ya kufunga mbingu ili mvua isinyeshe? Hapo ndipo siri ya huduma ya Musa na Eliya inaanza kufunguka. Katika part 4 tutaingia moja kwa moja Ufunuo 11 na huduma ya mashahidi wawili. Karibu tena kwa sauti ya Ufunuo. Katika sehemu zilizopita tumeona kwa muhuri wa sita ni muhuri wa hukumu, na tumeanza kuona uhusiano wake na Israeli. Sasa tunafika kwa jambo ambalo Branham alilisisitiza sana katika mafundisho yake kuhusu muhuri huu: manabii wawili. Katika Ufunuo 11:3 Mungu anasema, nami nitawapa mashahidi wangu wawili, nao watatoa unabii siku 1260. Sasa angalia wanachofanya. Ufunuo 11:6 unasema wana mamlaka ya kufunga mbingu ili mvua isinyeshe, na wana mamlaka juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga dunia kwa mapigo. Kwa nini mamlaka haya yanaonekana kama huduma za manabii wa zamani? Eliya tayari alijulikana kwa kufunga mbingu ili mvua isinyeshe, na Mose alihusishwa na kugeuza maji kwa damu na mapigo juu ya Misri. Hivyo Branham alifundisha kuwa huduma hizi Biblia zitarudi katika wakati wa mwisho kupitia mashahidi wawili. Na hapa ndipo Branham anasema jambo la moja kwa moja: hawa ni Musa na Eliya. Si kwa maana ya kwamba lazima tuone watu wale ya zamani wakiwa wamerudi kama walivyokuwa, bali Branham anaeleza ya kwamba huduma zao zimewakilishwa tena katika manabii hawa wawili. Sasa sikiliza jambo hili. Branham alisema kwa muhuri wa sita ni kuvurugwa kwa maumbile. Hivyo matukio kama tetemeko, jua kuwa jeusi na mwezi kwa damu yanaunganishwa na mamlaka ambayo Mungu anawapa manabii hawa. Kwa hiyo tunapona Ufunuo 6 na kisha kuingia Ufunuo 11. Si lazima tuone sura hizi kama mambo mawili yasiyohusiana. Katika mafundisho ya Branham zinaungana katika mpango wa Mungu kwa Israeli wakati wa mwisho. Na sasa swali linakuwa kubwa zaidi: kwa nini Mungu anawatuma Musa na Eliya? Unakuja kumfanyia nani huduma? Na hiyo inahusianaje na wale 1144? Hilo ndilo tutakalofungua katika part 5. Karibu tena kwa sauti ya Ufunuo. Katika sehemu iliyopita tuliona mashahidi wawili na tukaona jinsi Branham alivyowaunganisha na Musa na Eliya. Sasa tunafika kwa jambo lingine kubwa sana: 144,000. Katika Ufunuo pito tunaona malaika wakishughulika na watumishi wa Mungu, na tunaona hesabu ya 148,000. Katika mafundisho ya William Marion Branham, hawa 148,000 ni Wayahudi, si watu wa mataifa, na Branham anaotenganisha na bride. Sasa kwa nini hawa 148,000 wanaonekana katika sehemu hii ya mpango wa Mungu? Branham anaunganisha jambo hili na kipindi cha dhiki ambapo Mungu anashughulika tena na Israeli. Na hapa ndipo tunapaswa kukumbuka jambo tulilosema mwanzoni: muhuri wa sita ni muhuri wa hukumu, lakini katikati ya hukumu hiyo
Mungu bado ana watu ambao anawaita. Hawa 144,000 wanahusishwa na makabila ya Israeli. Na kulingana na Branham, manabii wawili wanahusika katika kuwaita Israeli warudi kwa Mungu. Ndio maana ujumbe wao ni muhimu sana. Wanasimama kama manabii, na ujumbe wao unawaleta Israeli kuwatambua kile Mungu anachofanya. Branham anaunganisha huduma hii na Musa na Eliya, kwa sababu anaona huduma hii na Musa na Eliya, Ufunuo 11. Kwa hiyo tunapoona 144,000, tusichanganye kila kitu na bride. Katika mafundisho ya Branham, bride ni kundi moja. Watu 144 ni kundi la Israeli, na muhuri wa 6 unatufikisha kwa kipindi ambacho Mungu anashughulika na Israeli kwa namna hii. Sasa swali linakuwa, kwa nini Mungu anahitaji kuwapa hawa 144,000 manabii wawili? Na ni nini hasa kinachotokea wakati huduma yao inamalizika? Hilo ndilo tutakaloona katika Part 6, 144,000 na huduma ya manabii wawili. Karibu tena Hoja Sauti ya Ufunuo. Katika sehemu iliyopita tuliona ya kwamba katika mafundisho ya William Marion Branham, 144,000 ni Uyahudi na si sehemu ya bride. Sasa tuingie ndani zaidi. Katika Ufunuo 7 tunaona hesabu ya wale 144 kutoka katika makabila ya Israeli. Lakini swali ni nani anayewaita? Katika mahubiri yake The Sixth Seal, Branham alifundisha ya kwamba wakati huu Musa na Eliya wanasimama katika huduma yao ya kinabii. Alieleza kwa wale manabii wawili watahubiri kwa Israeli kama Yohana Mbatizaji alivyohubiri, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni Israeli. Kwa hiyo ujumbe wao si wa kujenga fumo mpya wa dini, ni kuwaita watu warudi kwa Mungu. Branham anaunganisha huduma hii na historia ya manabii hawa wawili. Musa alitumika katika ishara na mapigo juu ya Misri. Eliya alifunga mbingu ili mvua isinyeshe. Na katika Ufunuo 11-6, mashahidi wawili wana mamlaka zinazofanana. Wanaweza kufunga mbingu ili mvua isinyeshe na wana mamlaka juu ya maji. Ndio maana Branham alisema ya kwamba Musa na Eliya wamewakilishwa tena katika huduma hii ya manabii wawili. Sasa angalia jambo lingine kubwa. Branham alisema 144,000 wataitwa kabla ya kipindi cha tribulation, na katika maelezo yake akaunganisha jambo hilo na Jacob's trouble. Kwa hiyo tunapoendelea na muhuri wa 6, tunapaswa kufuatilia mpangilio wa mambo. Israel, manabii wawili, 144,000, tribulation, na hukumu ya Mungu juu ya dunia. Haya yote yanaingia ndani ya picha ambayo Branham alifundisha kuhusu muhuri wa 6. Lakini sasa kuna swali zito zaidi. Kwa nini manabii hawa wawili wana mamlaka ya kusema neno na jambo likatokea? Ufunuo unasema hata moto unatoka katika vinywa vyao dhidi ya maadui wao. Je, huu ni moto wa kawaida? Au Branham alimaisha nini aliposema The word is God, the word is fire? Hilo ndilo tutakalofungwa katika Part 7, nguvu ya neno katika huduma ya manabii wawili. Karibu tena kwa Sauti ya Ufunuo. Katika sehemu iliyopita tuliona 144,000 na huduma ya manabii wawili katika mpango wa Mungu kwa Israeli. Sasa tuingia siri ya Ufunuo 11-5. Biblia inasema ya kwamba mtu akitaka kuwadhuru mashahidi hawa wawili, moto unatoka katika vinywa vyao na kuwateketeza maadui zao. Sasa swali ni, huo moto ni moto wa aina gani? Katika The Sixth Seal, William Marion Branham alieleza kuwa huu ni moto wa Roho Mtakatifu, neno, na alisisitiza neno ni Mungu, neno ni moto, neno ni Roho. Tazama mfano wa Musa. Mungu aliweka neno laika katika kinywa cha Musa. Musa alisema kile Mungu alichomwambia na yale aliyosema yakatokea. Tena tunamwona Eliya. Eliya alikuwa na mamlaka ya kusema mvua isinyeshe na mbingu zikafungwa. Sasa Ufunuo 11-6 inasema mashahidi hawa wawili watakuwa na mamlaka ya kufunga mbingu na pia kugeuza maji kwa damu na kuipiga dunia kwa mapigo. Kwa Branham, hizi si bahati mbaya. Anaona ya kwamba huduma za Musa na Eliya zimerudi katika hali ya kuwakilishwa tena katika manabii hawa wawili, na hapa ndipo jambo la muhuri wa 6 linakuwa kubwa. Branham alisema ya kwamba hawa manabii ndio wanafungwa muhuri wa 6 kwa nguvu ya Mungu na neno la Mungu. Yani, anafundisha kwa muhuri wa 6 unahusisha kuvurugwa kwa maumbile, na Mungu anatumia huduma ya manabii hawa katika jambo hilo. Kwa hiyo tunapona tetemeko, jua kuwa jeusi, mwezi kwa damu, nyota kuanguka. Hatupaswi kusoma matukio hayo peke yake, tunapaswa kuyaona ndani ya mpango ambao Branham alieleza kuhusu Israeli, manabii wawili na kipindi cha hukumu.
Na sasa kuna swali kubwa zaidi. Kwa nini huduma hii inahusishwa na Israeli? Na nini kinatokea baada ya wale 144 kuitwa? Katika part 8 tutaingia jambo hilo na kuona uhusiano kati ya 144 Tribulation na muhuri wa sita. Misingi wa maandiko: Ufunuo 6:12-17, Ufunuo 11-36, Mathayo 24-29:30, Branham's The Sixth Seal 63:3-3. Karibu tena kwa Sauti ya Ufunuo. Katika sehemu zilizopita tumeona huduma ya manabii wawili na jinsi Branham alivyoeleza uhusiano wao na Musa na Eliya. Sasa tunafika kwa wale 144,000. Katika Ufunuo sura ya 7 tunaona watu 144,000 waliotiwa muhuri kutoka katika makabila ya wana wa Israeli. Hapa Branham anasisitiza jambo moja: hawa si Gentiles na hawahusiani na bride. Katika mafundisho yake, hawa ni Wayahudi waliokombolewa katika kipindi hiki cha mpango wa Mungu. Sasa angalia mahali ambapo jambo hili linawekwa. Ufunuo 6 unatupa muhuri wa sita. Kisha tunafika Ufunuo 7. Halafu tunaendelea kuelekea muhuri wa 7. Branham alisisitiza ya kwamba Ufunuo 7 unaingia katikati ya mihuri ya 6 na 7. Na ndiyo maana sura hii ni muhimu sana katika kuelewa mpangilio wa mambo. Katika kipindi hiki Branham anaeleza ya kwamba Mungu anashughulika tena na Israeli. Na hapo ndipo tunaona uhusiano wa 144,000 na huduma ya Musa na Eliya. Branham alieleza ya kwamba kama Mungu alivyomtuma Musa kuwaongoza Israeli kutoka Misri, na kama Eliya alivyokuwa na huduma maalumu kwa Israeli, huduma zao zinaonekana tena katika mpango huo wa mwisho. Hivyo tunapozungumza kuhusu muhuri wa sita, hatuzungumzi tu kuhusu tetemeko, jua kwa jeusi, mwezi kwa damu, nyota kuanguka. Kuna pia mpango wa Mungu kwa Israeli, na ndani ya mpango huo tunapata 144,000. Sasa kuna jambo muhimu sana ambalo Branham alilifundisha. Manabii hawa wawili wanaweza kusema tu kile ambacho Mungu ameweka katika kinywa chao. Ndio maana Ufunuo 11 inasema ya kwamba wana mamlaka ya kusema na mambo yanatokea. Hii inatupeleka kwa siri nyingine. Neno lililowekwa katika kinywa cha nabii linawezaje kuleta hukumu juu ya asili? Na kwa nini Branham alisema they opened that sixth seal? Katika part 9 tutaingia moja kwa moja kwa nguvu ya neno Mungu katika huduma ya manabii hawa wawili na jinsi Branham alivyofunga jambo hilo na kufunguliwa kwa muhuri wa sita. Maandiko ya kusoma: Ufunuo 6:12-17, Ufunuo 7:1-8, Ufunuo 11:3-6, Mathayo 24:29-30. Katika sehemu iliyopita tuliona kwaje huduma ya manabii wawili ina nafasi kubwa katika muhuri wa sita. Sasa tunafika kwa jambo la msingi sana katika mafundisho ya William Marion Branham. Nguvu iliyokuwa katika vinywa vya manabii hawa si nguvu yao wenyewe. Ufunuo 11:5 inasema ya kwamba moto unatoka katika vinywa vyao na kuteketeza maadui wao. Lakini Branham anaeleza huo ni moto wa Roho Mtakatifu, neno la Mungu. Katika mahubiri The Sixth Seal alisema, the word is God, word is fire, word is the spirit. Kwa hiyo tunapaswa kuelewa kwa nabii hasemi kwa mawazo yake mwenyewe. Mungu anaweka neno lake ndani yake, kisha nabii analitamka, na kile Mungu amekisema kupitia nabii kinatokea. Branham anatumia mfano wa Musa. Mungu aliweka maneno yake katika kinywa cha Musa. Musa aliposema kile Mungu alikuwa amempa kusema, mambo yakaanza kutokea. Hivyo tunamwona Musa akiwakilisha huduma ambayo Mungu anaweza kutumia kuleta hukumu juu ya mazingira na juu ya taifa. Tena tunamwona Eliya. Eliya alitangaza ya kwamba mvua isinyeshe na mbingu zikafungwa. Sasa Ufunuo 11 inasema mashahidi wawili watakuwa na mamlaka ya kufunga mbingu ili mvua isinyeshe. Hapo ndipo Branham anaona huduma za Musa na Eliya zikionekana tena, na anasema jambo muhimu sana. They opened that sixth seal. Yaani katika mafundisho yake, huduma ya manabii hawa ndio inayohusishwa na kufunguliwa kwa muhuri wa sita. Sasa fikiria jambo hili: tetemeko la nchi, jua kwa jeusi, mwezi kwa damu, nyota kuanguka. Haya si matukio ambayo manabii wanayatengeneza kwa nguvu zao wenyewe. Mungu ndiye mwenye mamlaka. Manabii ni mibombo ambavyo Mungu anatumia, na wanaweza kusema tu kile ambacho Mungu anawapa kusema. Hapo ndipo tunapaswa kutofautisha kati ya nabii na mtu anayesema tu mawazo yake. Nabii wa kweli hasemi, mimi nadhani hivi,
Anasema kile ambacho Mungu amempa kusema. Na katika muhuri wa 6, Branham anaonyesha ya kwamba hii ndio sababu huduma ya manabii wawili ni ya muhimu sana. Ni neno la Mungu linalotawala. Na sasa swali linaongezeka. Ikiwa muhuri wa 6 ni muhuri wa hukumu, nini kinatokea kwa wale ambao wako duniani wakati hukumu hii inapoanza? Na kwa nini watu wa dunia watafikia hatua ya kusema, ni nani awezaye kusimama? Tutaingia kwa Ufunuo 5:18-70. Watu wanaokimbilia mapangoni na kuomba milima iwaangukie. Hapo ndipo tutaona ukubwa wa hukumu ya muhuri wa 6. Ni nani awezaye kusimama? Branham muri the Sixth Seal. Tumeendelea hatua kwa hatua katika muhuri wa 6. Tumeona tetemeko kuu. Tumeona jua likiwa jeusi. Tumeona mwezi ukiwa kama damu. Tumeona nyota zikianguka. Na sasa tunafika kwa kilele cha sehemu hii. Ufunuo 6:15-70. Biblia inasema ufalme wa dunia, wakuu matajiri, wakuu wa majeshi wenye nguvu, watumwa na watu huru, wote walijificha katika mapango na miamba ya milima. Kwa nini? Kwa sababu waliogopa uso wa yeye akitie juu ya kiti cha enzi na ghadhabu ya mwana-kondoo. Kisha wakasema, enyi milima na miamba, tuangukieni tufiche. Na sababu yao ilikuwa nini? Kwa maana siku kuu ya ghadhabu yao imekuja. Naye ni nani awezaye kusimama? Hili ndilo swali la muhuri wa 6. Ni nani awezaye kusimama? Branham aliunganisha tukio hili na maneno ya Yesu katika Mathayo 34:39-30. Yesu alisema ya kwamba baada ya jiki, jua litatiwa giza, mwezi hautatoa nuru yake, na nyota zitaanguka. Kisha ishara ya mwana wa Adamu itaonekana mbinguni. Hivyo Branham alisema kuli Yohana aliona katika Ufunuo kinafanana kabisa na kile Yesu alichosema katika Mathayo 24. Sasa fikiria, watu hawa wana kila kitu walichoweza kutegemea duniani. Kuna wafalme, kuna matajiri, kuna watu wenye nguvu, kuna majeshi. Lakini siku ya ghadhabu inapofika, utajiri hauwezi kuwaficha, cheo hakiwezi kuwaficha, nguvu za kijeshi haziwezi kuwaficha. Wanakimbilia miamba na mapango. Lakini tatizo lao si tetemeko peke. Tatizo lao ni uwepo wa Mungu na ghadhabu ya mwana-kondoo. Ndiyo maana swali linabaki, ni nani awezaye kusimama? Katika mafundisho ya Branham, muhuri wa 6 unatufikisha kwenye hukumu, na anasema wazi, the sixth seal is the judgment seal. Kwa hiyo muhuri wa 6 unatufundisha jambo kubwa. Mungu hawezi kupuuzwa milele. Kuna wakati wa rehema, kuna wakati wa rehema, lakini kuna pia wakati wa hukumu. Na wakati huo ukifika, swali halitakuwa, mimi ni tajiri kiasi gani? Mimi nina cheo gani? Nina nguvu kiasi gani? Swali litakuwa, ni nani awezaye kusimama? Na sasa tunakaribia sehemu ya mwisho ya muhuri wa 6. Tutaangalia jambo ambalo Branham aliliweka wazi sana. Muhuri wa 6, kipindi cha dhiki na mpango wa Mungu kwa Israeli. Usikose sehemu inayofuata. Singi hivi kusoma Ufunuo 6:12-17, Netato 34-39-30, Ufunuo 11:3-6, Branham Tabernacle. Pia inaorodhesha maandiko hayo kama ya kusoma kabla ya kusikiliza The Sixth Seal. 630323. Tumefika mwisho wa mafundisho yetu kuhusu muhuri wa 6. Tumeona katika Ufunuo sura ya 4, wakati muhuri huu unafunguliwa, kunakuwa na tetemeko kuu la nchi, jua linakuwa jeusi, mwezi unakuwa kama damu, na nyota zinaanguka kutoka mbinguni. Tumeona pia kwa watu wa dunia wanafika mahali pa kutisha sana. Wafalme, matajiri, wenye nguvu, utumwa na watu huru wote wanatafuta mahali pa kujificha. Kisha wanalia, enyi milima na miamba tuangukieni, kwa maana siku kuu ya ghadhabu yao imekuja, na yeye ni nani awezaye kusimama? Hilo ndilo swali la mwisho la muhuri wa 6. Ni nani awezaye kusimama? Branham alifundisha ya kwamba muhuri wa 6 ni muhuri wa hukumu, lakini ndani ya hukumu hiyo Mungu bado anaendelea na mpango wake kwa Israeli. Tumeona 144,000. Tumeona huduma ya mashahidi wawili ambayo Branham alihusisha na Musa na Eliya. Tumeona pia ya kwamba muhuri huu unahusisha kuvurugwa kwa maumbile, kwa mamlaka ya Mungu na kwa huduma ya neno. Church Ages. Lakini kuna jambo moja tunalopaswa kulikumbuka. Hakuna mwanadamu anayefungua mihuri. Mwanzo wa Ufunuo ni unatukumbusha kwanza mwana-kondoo ndiye anayefungua muhuri. Kwa hiyo tukufu wote unarudi kwa Yesu Kristo. Branham mwenyewe alisisitiza ya kwamba mwana-kondoo ndiye alistahili kufungua mihuri, na katika hitimisho la mahubiri haya alisisitiza umuhimu wa kuamini neno la Mungu lililofunuliwa. Church Ages. Kwa hiyo ndugu yangu, usisikilize muhuri wa 6 kwa ajili ya kujua matukio tu.
Ujumbe wake natuita kumheshimu Mungu, kuamini neno lake na kuwa tayari, kwa sababu siku ya hukumu ikifika, pesa haitakusaidia, cheo hakitakusaidia, nguvu za dunia hazitakusaidia. Swali litabaki, ni nani awezaye kusimama? Na jibu haliko katika mwanadamu. Jibu liko katika Yesu Kristo na katika neno lake. Hapo tunafunga muhuri wa 6, lakini bado kuna muhuri wa 7, na Biblia inasema ya kwamba wakati mwana kondoo alipofungwa muhuri wa 7, kukawa na kimya mbinguni karibu nusu saa. Kwa nini kukawa kimya? Ni siri gani iliyofichwa ndani ya muhuri wa 7? Hiyo ndio safari yetu inayofuata. Fuata Sauti ya Ufunuo. Subscribe, share video hii na usikose muhuri wa 7. Mungu awabariki. Maandiko ya msingi: Ufunuo 6:12-17, Ufunuo pito isa ualo, Ufunuo 2:7:30, Mathayo 2:4:29 hanggang 3:30 ng hapon.